Samahani ndugu yangu, naweza kanisaidia chenche 2000 hapo? Asante. Haipo. Habari za hizi mashabiki zetu Extra Film, na hapa nilipo bwana, nipo Extra HQ. Unaona pamependeza kabisa. Achana na hivyo, utakuja kuyaona mwenyewe bwana. Kuna jambo zuri nataka niwaambie, hiyo ni habari njema. Hapa bwana tunapokea, ngoja hapa bwana tunapokea vipaji kwa wale wakubwa wadogo, haswa watu hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mwenye kipaji cha kuigiza, kama una kipaji na unahitaji kuonyesha kipaji chako vizuri, karibuni sana. Tena tunawakaribisha nyote, ndugu jamaa na marafiki, njoeni. Na hapa tulipo tupo Mbagala Kilungule, karibuni sana. Ukija ukaigiza na mimi, au utajisikiaje kucheza na mtu kama kwetu? Nadhani unawajua wengi. Kuna Meadows Chapombe, kuna Shomei, kuna Mzee wa Nene. Wewe karibu sana. Namba za kupata mawasiliano ili ufike ni hizi hapa. Namba zimenyooka. Tunawapenda, tuko pamoja na nyie, muendelee kutusupport. Thank you very much. Asanteni sana. Kumbe mlikuwa mjaziandika hizi hapo. Mambo ni kufurahishana na kuonana. Asanteni sana. Ndugu yangu, yaani siku ya leo najikuta nimevurugwa kinoma. Nimeamka na njaa. Bado usiku wa jana nilivyolala, nimeamka na maji mazito sana. Yaani nimeamka na hangover. Natafuta supu. Siwezi kuchukua supu kwa sababu nina njaa na sina hela. Yaani hapa nilikuwa nimevurugwa kinoma. Nasema ndugu yangu uko busy sana. Ni nini hiyo? Sasa ndugu yangu, umecheza utoto ukucheza nini? Naona sasa unaanza kuicheza ukubwani. Vitu zote naishi dunia wapi ndugu yangu? Sasa dunia si ndio hii ambayo tupo wote mimi na wewe. Wewe una watoto wangapi? Unataka wewe mwanangu, maana inaonekana kwa hivyo unavyojifanya michezo utoto kucheza kabisa. Mimi bwana. Unajua shida yako wewe, haufuatilii vitu, unapenda sana kulewalewa. Muda wote akili inawaza pombe. Hivi kinachoendelea mitandaoni ya ukioni? Maana naona sikuelewi kabisa. Yaani unajilemba tu. Au unataka ku left group? Sio kama najilemba ndugu yangu. Sasa hivi ukikutana na mtu akikugusa tu, unasisimka mwili mzima. Unaambiwa Ikulu ile tunaotamba nayo Ikulu. Ndugu yangu, kinabaki hivi au kinapotea kabisa. Kinga yake sasa. Mzigo ndio huu hapa. Mimi nahakikisha naingiza mpaka Ikulu ili kujikinga zaidi. Sasa wewe na mipombe yako, sijui unafisha hata jioni. Ukikutana naye huyo jamaa, umeisha. Shika, itakusaidia hiyo. Shika wangu mimi ndio jue. Sasa mimi siamini mambo yenu hayo. Sema nitakushikia. Oya. Mwanangu. Mdhalau mwiba. Hebu wote atende. Niko niendelee kuweka mambo yangu sawa. Shida nini ndugu yangu? Mbona uko hai? Afu unaonekana kama umevurugwa hivi. Hamna. Hebu nielekeze ndugu yangu, kuna nini? Maana naona sielewi na mimi nataka nielekee huku afu naona unatoka huko vumbi. Kwa na vitu zangu hivi, ule jamaa akakutana naye akaniomba change mwanangu.
nampa change mwanangu. Matumbo yanoma enda kujoa narudi. Hamna. Sikuelewi, hamna nini tena? Hamna Ikulu. Ikulu hamna. Hem tuone. Nini? Hamna kwenda kuambia kama hamna welea. Sema ujue wewe na unanivuruga akili yangu. Na huko nilikotoka kuna mtu kanivuruga ananiambia masuala ya pini, siji masuala ya Ikulu. Mimi naona na wewe Ikulu kule Ikulu mimi mnanichanganya. Sasa sikia, mimi hivi siamini, naamini katika pombe yangu nayokunywa kila siku anipa burudani na strong. You know? Nashika. Mtajua wenyewe kama pini mnaziamini au mziamini mtajua. Samahani ndugu yangu. Wewe mshamba nini? Samahani asijali. Ongeza pesa yakayo pombe bumavu. Wakaanza kunivuruga vuruga. Wewe kuda direct. Kuda direct mkono wewe na kale koje. Wapi? Mama yangu leo. Baba vipi? Vipi? Kaka, show me. Hamna kitu. Yaani hamna kimono unachanganya ndugu. Hamna kivipi? Yaani kwamba kula Ikulu nilivyokuambia hakuna. Yaani hapa sielewi, nimeshavurugwa. Maana nimekutana na mtu, nikasema nikakojoe pembeni tu, nakutana na kitu. Hola. Yaani yapo. Midomo, oya. Achana na pombe mwanangu. Achana na pombe. Mimi nilijua tu wewe ukishalewa lazima mambo kama haya kutokea. Ila bwana, kusema kweli mimi zile pini nini nimetupa kwa sababu nimefuatia mambo, niko na mambo ni ya uzushi. Watu wanazua taharuki na kuzua mambo yasioeleweka kwenye jamii. Hivi kwa kitu ya kawaida, huoni kama imani za kishirikina hizi? Tupunguze imani za kishirikina ndugu yangu. Kama wewe mfano wewe amepotea, sasa hivi umeona hiyo ikoje? Unasema ni pombe? Kaka, nilipokutana naye nilikuwa nimechanganyikiwa. Nilikuwa nina pombe kichwani, lakini nikaja kusema kwenda kukojoa kukuta hivi alafu nimeshakutana na mtu, nikajumlisha na story yako ile, nikasema hapa mimi so middles tena. Mimi ni Mwajuma ndala ndefu. Nikasema bana, ya nikimbie. Kimbia ndo nakushangaa hapa sasa hivi naona yapo. Kwa kwani yapo? Nakuwa yapo, si ndio? Ndio. Sasa mimi ni middles. Wewe si kuamini? Ndio. Endelea na safari. Hapo na mimi ni uzushi bwana, hakuna kitu. Mido. Oh, nauza nini? Mimi nauza viatu tu hivi. Ila siwauziagi wapita njia. Nakopesha au? Kama kawaida nakopesha. Nikopeshe basi. Wewe vipi nakukopeshaje wakati mtu sikujui? Basi poa.
eti hamna. Wewe kaka! Wewe kaka nirudishie bwana. Nirudishie bwana. Oh, najua nini? Hapa nilikuwa naongea na mzee Shomi. Shomi si unampata? Hii dunia imebadilika sana. Aniambia kuwa eti yeye na msela wake Mido ameibiwa Nyengera. Hivi mwanangu, tena isitoshe anasema kwamba eti msela wake alikuja hana Nyengera. Kwenye 1 na 2 kwenye mazungumzo eti msela wake alivyokuja akamgusa bega, eti Nyengera zake zikahamia kwa msela wake Mido. Kuna watu wa kuibia lakini sio yule msela. Yaani jamaa aibiwe Nyengera yule. Mimi nakuja kugundua kuna wengine hawana nguvu za kiume wanasingizia. Kuna watu wanavibamia, wanataka tu wasingizie kwamba wameibiwa. Wanataka kuiaminisha serikali wanavibamia. Sasa ubaya zaidi, yule msela analewa cha pombe, kapauka puu. Sasa unaenda kuiba Nyengera labda hivi unapeleka wapi? Sasa wewe haki ya Mungu. Sijakaa kweli mwanangu, alafu dakika za 90 kwenye 1 na 2 kweli unaibiwa. Nitalia. Mzigo upo babu. Sisi wenye nili mizigo lazima itulie. Au wanasingizia tu mwanangu. Mzigo lazima. Nezi kao ila. Sema nini? Haina babu we, kuwa makini basi. Shamba nini? Ona dua la mwewe lishampata popo sasa. Wah. Vipi babu? Hujanunua Mido, kachukua mazingira yangu wangu alirejeshee. Sasa Mido suka mtafuta vilabuni huko. Alafu sikia babu. Hiyo michongoni ya ushirikina mimi nishaishtukia. Amnipati ngo. Ali, mzigo umerudi baba. Achana na mimi babu. Hapo mzigo mkubwa kwangu ulikuwa mdogo mdogo. Unafaa kwa matumizi hiyo. Sirudishi. Dale. Vipi babu? Una UTI sugu au? Wala hata ingekuwa UTI haipo. Ilo la masiala. Wamechukua vipi sasa? Inasema nini? Sikia, sio mbaya. Waache sasa, tuachane sasa sisi vidume sasa hapa mjini tunaotamba na mashine zetu. Hazipo baba. Hazipo baba, hazipo. Kweli baba? Baba.
Ali, mzigo umerudi baba. Oh, achana na mimi babu. Hebu subiri kwanza. Oh, tushalingana baba. Wewe siwezi kufa mwenyewe. Sasa Dogo Mu, mimi nina jambo moja nataka nikufundishe. Walimu wako siwezi kukufundisha. Kama hapa leo nakufundisha kuhesabu moja. Sema moja. Moja. Rudia tena. Moja. Dogo na akili. Sasa Mu, hapo mwambie mama Aisha ada. Acha pombe. Kiongozi. Sasa hivi sitaki kugusana na mtu mwanangu. Nipo mwanangu hapa naanza kupigisha darasa kidogo watoto hapa nipate viera nikanywe jioni. Unaelewa? Mwanangu, nimekutafuta kinoma yani kila sehemu nakusaka sikupati. Oa. Sasa hivi la kwangu mimi sitaki na bonge la dude. Hiyo baki nayo tu mwanangu. Unazungumza kuhusu nini? Mimi kwenye masuala hayo bwana, mimi nishaona nimeenda kilabuni na ile ya kwako ile. Ya kwako haipo tena. Nikabadilika ya kwanza ikaja nyekundu, ikaja ya blue. Kaja zambarau kubwa kubwa nene ndogo ndogo, nikaona mimi sifuatilie vyote. Mimi bwana, mimi kwa sababu najali pombe. Ikibadilika isibadilika mimi sijali. Kwa sababu masuala ya mimi sifagiliagi sana. Mimi kama ni pombe tu kitu kimoja. Basi kwa mwanangu, mimi nataka niingie kati hivi. Anko, niko na jembe hapo nalifundisha. Basi poa basi baadaye mwanangu. Mwambie bye anko. Bye. Sasa sikia wewe, hapa tunaendelea na darasa. Unajidai mjanja, nimerudisha mashine yangu sasa. Ya kashetu wewe. Du. Vipi baba? Mbona mtoto? Ya mtoto? Basi kwa mwanangu, mimi nataka niingie kati hivi. Anko, niko na jembe hapo nalifundisha. Ya mtoto baba. Poa. Mtoka ngoma. Kama kawa. Sana. Wewe mwenyeji huko? Ndio mwenyeji. Unaitwa nani? Kidi. Kidi. Sawa. Kidi. Uchawi hapa. Simu yangu haina salio. Vipi simu yako? Unatoa? Sina simu mimi. Simu una vipi? Baridi mwanangu, bamchele buku mchukua taa. Hata ni unajua. Sina hata 100 mimi sielewi hapa. Baridi basi hata hili basi. Kauze basi. Dama. Hamna, hii haiuzwi. Sasa mwanangu kitu chochote una nini? Mgeni huko umesema? Nenda kwa manani pale. Baridi jana. Wewe, tena ndo. Kwa kweli una hela mwenyewe tu wewe. Sasa ndaje mitaa afu mitaa unaijua kwanza wewe. Wewe unamjua Mama Amina? Katoke wapi? Sikia. Siku nyingine, sawa?
Alafu usinikazie sura hivyo mwenyewe, tujue kwanza. Nyingine ukipita mitaa au sio? Ukipita? Ukipita? Nichenge babu. Mshamba hayo. Mshamba nini? Zingine nuksi mwanangu Da. Shaga na singo anafanya nini? What? Tidi! What Tidi? What Tidi? What? What Tidi? Sina shule mwanangu. Tidi! Njoo uoge hii. Kuzurazura tu si uchoke Moni. Kuna nini? Mwanangu jamani, ninafanyaje mbona yuko hivi? Mimi shida Sikiliza mama Nacho. Wewe nenda ndani, mimi nitamuogesha sawa? Nenda ndani, mimi nitamuogesha. Chapombe. Kiongozi. Vipi ndugu yangu? Kama kawa. Kama kawaida. Vipi mbona umerudi tena? Hivi udogo ulikuwa unafundisha peke yako? Yule mtoto? Sasa mtoto ana shida gani? Ashaondoka, nishamruhusu. Akaenda kwao. Naweza nikampata mama? Sawa bana. Usikute watakuwa mtoto mdogo kama mweke ndani acha ujinga. Sasa matusi ndugu yangu. Najua ndugu yangu sasa hivi najifunza masuala ya elimu. Kwa nataka nipate mtoto kama ule na mimi nifundishe ili mtoto nivutia mwanangu. Kwa nifanyie pako tumpate basi. Anakaa hapo tu nyuma nyumba yetu. Nyuma hapo. Sasa nipeleke mwanangu. Nenda mwanangu, mimi naendelea kucheza hapa vieta nipate unywaji baadaye. Unaweza pombe tayari hapo. Wewe nikizunguka hivi natokezea. Pita tu hivi tu hapo tu nyumba karibu tu mwanangu. Basi poa, ngoja nikamcheke mama mkubwa. Baridi maana hapa mwenyewe nishaoga hapa, niko tayari kwa kuendelea na mambo yangu yale. Sija nitakufanya nini mtoto wa watu. Jana kwa mimi napenda pombe. Sina shida na mtu. Vipi unaenda? Mbona mimi nakuja kwako huko?
Naingia mtaa pili tu mara moja hapo na vizuri. Unajua show mimi sikuelewi. Kila siku unanikopakwepa tu, unajua mimi nimekumisi sana. Tufanye kesho basi. Kesho vipi? Mimi siwezi kuja kesho. Mimi bwana nimekumisi, mimi si nikakubali. Nimekumisi bana, mimi nataka kwenda kwako. Leo ukinimisije. Kesho. Twende nyumbani basi. Sawa. Oa, vipi mwanangu? Fresh. Naijua hiyo. Karibu Kasheteko. Na nini? Asante sana ndugu yangu. Unajua mimi hapa yani sielewi kabisa babu. Kitu gani? Yaani leo asubuhi nimekutana hivi na Shomi. Tukasalimiana hapa na pale. Sasa wakati mimi naondoka, nimekutana si namgusa mazingira ya bega hivi. Nasogea mbele. Mazingira yangu kama siyaoni. Nikasema sio kesi kwa sababu mimi mchongo mzima sina uelewa. Nimemtimbia hivi mtaani kwake, nikamkuta yupo sehemu. Mbona nikamvizia na mimi nikagusa usawa ule wa bega pa. Ile mwanangu na enjoy hivi nasema ngoja niangalie mzigo. Oa, kama kaivoli mwanangu kama mtoto babu. Sasa unasemaje cha mtoto wakati wewe alichukua kutoka kwako? Na baada ya hapo unasema basi kwa mwanangu mimi nataka niingie kati hivi. Anko, uko na jembe hapo nalifundisha. Hivi udogo ulikuwa unafundisha peke yako? Yule mtoto. Sio mtoto ana shida gani? Ashaondoka, nishamruhusu. Akaenda kwao. Naweza nikampata mwana? Kweli ni cha mtoto. Kwa sababu hapa yenyewe ametoka sasa hivi kumuulizia yule mtoto. Basi tuwai hivi kwanza. Twende. Tuondoke. Yuko. Ngoja kidogo. Shika ingia ndani. Ngoja niende hapo mbele chapu dakika hizi 2 tunakuja. Sawa. Poa baba. Zigo umerudi baba. Sema huu mbona mdogo? Ila sema sio mbaya. Utanifaa kwa matumizi. Hospitali penyewe hapa ndio bye. Huyu hapa. Ndio huyu. Ndio huyu hapa. Anko, mambo?
Anko, nakula bibi kakupa nani? Shika na hii. Anko, kula bibi eh? Hebu acha hiyo basi. Nini? Unataka kuniambia nini? Acha kunifanyia hivyo tuingie ndani bwana. Shomi, unanichezea mimi si ndio? Shomi kimekuwa kidogo kama cha mtoto. Shomi, tena hapo ni mkono wa sweta. Hivyo si unajua kinachoendelea hapa mtaani kwetu. Yaani mimi nimevurugwa ni sielewi. Nimeshindwa kukuambia. Mbona mwanzo ukua hivyo? Mbona mwanzo tulikuwa tuna nani tu vizuri? Shida nini? Wewe malaya Umetembea na mke wa mtu, si ndio? Sio kweli. Sasa nakwambia hivi. Shomi, kuanzia leo wewe na mimi tusijuani. Yaani ukiniona huku pita huku. Sawa? My love, njoo basi. Ina. Wewe mpenzi. Jamani, karibu. Asante. Vipi? Safi. Huko nipo shoga yangu. Basi shoga yangu, unajua kuna vitu vinanichanganya sana. Jana ile nilikuwa mchooni nyumbani kwangu, nasikia huko nje mama Nacho ananiita, wewe Fina. Sasa kuna nilikuwa nita hivyo, nikatoka mimi nakwambia mkuku. Nilipotoka pale nje niambia njoo. Ni kwenda, alikuwa anamogesha mwanae. Anambia muangalie Nacho. Ndio. Anambia muangalie Nacho, kuna nini? Wewe muangalie, mdogo kavurugwa. Mimi kutoka zangu pale ngomba kumchungulia yule mtoto. Mama, nilichokikuta. Usiniambie. Yule mtoto ana kitu cha kiutu uzima. Sijui unanielewa nikwambia cha kiutu uzima? Wewe usiniambie Fina. Yaani nakwambia dudi hili nakwambia. Mtune. Mimi moyo ulinilipa. Yaani baada ya kumuona huruma yule mtoto nikaanza kumtamani. Astaghfirullah. Mwenye ndo nilichokishangaa. Sasa ukiachana na hiyo, kilichonichanganya mimi zaidi nimeenda kwa Shomi. Sina mjua yule mpenzi wangu Shomi. Ndio Shomi namjua, ndio. Nimeenda kwa Shomi nakwambia leo nimetoka zangu mwenyewe ile mida pale asubuhi. Nikasema ngoja niende kwa mpenzi wangu mimi nimemisi. Ndio unakuwa mkutana naye pale njiani. Nilipokutana naye pale njiani namwambia basi mimi kumisi twende. Anaambia si na nini, anizungusha. Na basi sasa anizungusha mimi nini? Yeye twende bwana. Haya, akubali bwana yule tukaenda. Kufika geto akaniambia subiri kwanza. Ngoja kuna simu naenda. Mimi haya nikaingia zangu ndani kaniachia funguo nikaingia ndani nikakaa alipokuja. Mimi kwanza kumshika simu fanyaje tangu tukao unavyojua. Mama kuja kuvua nguo kidogo cha mtoto. Shoga yangu unacheka. Kwa ikawaje? Kidogo na cha kushangaza zaidi. Hata gava we kidogo sasa kinachonichanganya. Mimi na sura katembea na mke wa mtu. Maana Shomi atembeza malaya na sikatembea na mke wa mtu sijui. Ndio kafanya vipi? Maana kimekuwa kidogo. Na mimi kinachonichanganya. Ndio. Zamani hakuwa hivyo. Zamani alikuwa vizuri tu. Kabisa hata tatizo lolote. Sasa yeye nimeikuta leo. Sasa sijui katembea na mke wa mtu. Mke wa mtu? Maana yule Shomi unajua tabia za malaya hiyo. Usifike huko shoga yangu. Wewe mtu from naye tu kaingia kitu wewe tena mke wa mtu. Hilo tatizo. Usishangae, unajua kuna kitu kinanichanganya. Shoga yangu hilo tatizo. Haiwezekani mwanzo sasa hivi haiwezekani. Kuna tatizo. Mimi mwenyewe hata sijui cha kufanya. Labda unishauri tu ndugu yangu. Cha kukushauri. Fina. Abe nakuja. Wewe.
Pale ulivyokuja mume wangu. Niambie mke wangu. Mume wangu, kuna kitu nataka nikwambie. Kwa nini? Sasa useme. Hapa ndio sehemu ya kulilia shida zako. Mwanao. Ehe, kafanyeje? Teseli nikwambieje? Sasa useme. Sawa, nakwambia. Nilivyotaka kumuogesha na mvua nguo, kitu nilichokikuta hata sijaamini. Ena mvua nguo ya chini nakuta na maumbile makubwa, hata we mwenyewe huna. Mlembo, unafanya kama unioni yo? Show me mzo. Ile misogojo. Show me nini wewe? Eti mzee wa sukari. Mzee wa mademu. Wakati ile misogojo. Hivi sasa hivi wewe mzee wa misogojo. Nini? Mimi nataka watu walikuwa mize. Wewe sasa hivi misogojo amna. Kibabia baba. Oa. Sio mbaya, mzigo upo, unaweza kaenda. Mbona anatetema tena? Mzigo hapo. Oh dada. Oh dada. Kapita wapi huyu? Vipi babu? Hakuna. Na mzigo hamna? Kila mtu apame na hali yake baba. Kwa heri. Mke wangu. Mume wangu. Yaani nimechanganyikiwa. Uelewi nini? Nyengela zangu zimeondoka. Unasemaje hali wewe? Yaani mke wangu, juzi kwenye mahangaiko yangu huko ziliondoka. Yanaondokaje? Lakini kwa sababu mimi kamfumo na kaelewa nikawa nimerudisha. Umeona? Wewe. Sasa leo zimeondoka afu mtu mwenyewe alizoondosha ni nachanganyikiwa yani. Ali. Mara ya 18 Ali. Usinichanganye. Asubuhi tu tumetoka kufanya vitu vyetu vizuri shwari, nimeenjoy mama la mama. Naomba kaniletee mazaga. Sasa mke wangu mimi naomba kaniletee mazaga baba, naomba kaniletee mazaga. Sasa mimi nitatoa wapi? Wewe vipi mwanetu uone au? Wewe njia yote unataka tunagongana uchai nini sasa mwanetu? Hizo dharau unajua unazoleta hizo. Samani mwanangu. Unioni? Wewe vipi babu? Fanya mazingira yako babu.
Ndugu wangu, subiri mara moja. Inakuaje? Safi, tumisha vipi? Shwari kama kaa. Fulu. Sasa mdogo wangu, mimi hapa kuna sehemu naulizia, ni studio inaitwa Extra Music. Sasa imenipotea lamani kidogo hapa. Ni hapa. Sijui napita njia gani. Hapo umeshafika tu, hata sio mbali. Ukiingia hapa hivi unarudi kulia. Alafu kurudi kulia unaenda kushoto. Ukienda kushoto naingia kulia, utakuta kibango mbele. Sasa hicho kibango ndio nilikuwa nakitafuta. Ndio hivyo bwana, ingia tu hapa, hata sio mbali, umeshafika tayari. Basi shukrani sana ndugu yangu. Poa mwanangu. Poa. Namhurumia sana kijana huyu. Sema niliambiwa na babu yangu, huruma sio malezi. Jamaa kachukua zaga. Basi shukrani sana ndugu yangu. Poa mwanangu. Poa. Nilivyomshika. Kudada le. Wewe. Jamani sasa izalao jamani kudadeka. Sasa mimi uone mwenyewe ndio huyu jamani. Sasa naimba mimi nataka niwe staafu, mazingira sina, inakuaje hapa sasa? Inakuaje? Hasipo. Sio ameenda wapi? Naomba wewe kama vika jaji ati hapa ofisi tunajua achangie maisha ya kweli. Wewe Mwantumu. Ndio. Wala vipi? Wala vipi mwanangu? Wasikia. Kwa kitobo nini kiutu uzima. Waheshimu heshima kumantisha wewe. Tika mshamba wewe. Unachukulia poa nini? Mtazesha ni kidogo yule. Homeboy. Mbona nasikia ganzi kwenye kiuno? Nasikia kiuno. Mbona kiuno kinalainika hiki? Unaonekana leo umepanda mlima sana mwanangu. Au umepiga nyeto? Jombi, heshimu heshima basi. Hivyo sio vitu vangu, nishatemaga. Homeboy, makende yangu mwanangu. Siyaoni eti ujue. Sasa umefanya nini? Cheki ya kwako kwanza. Cheki, acha kuzubazuba mwanangu hapo. Mimi kidume hapo mzee. Wewe vipi? Baba. Naona kadogodogo. Alafu kuna vipremia kwa kubwa hapo hamna chochote. Kwa makende yangu, tia makende Homeboy. Acha mapepe basi, tia makende. Haki ya Mungu ile dogo ile mpumbavu Homeboy. Mama yangu, makende yangu mimi. Mbona babaswa mimi? Mama.
Vipi baba? Fresh tu mwanangu, mbona naona tena na sura za huzuni na wewe? Mwanangu mimi nimekufuata huko jioni, nipa ushauri hapo mpenyewe saa hizi ushaelewa. Sikia basi mwanangu. Unajua mazingira mimi sielewi mwanangu. Toka siku ile hajarudi. Alafu stochi jana nimeleta shemeji yako ndani kule. Shemeji yako kaja nizeshe mwanangu sielewi. Nimetoka pale ananichalazia kishenzi, yani kaenda kuambia marafiki zake mwanangu. Kila ninapopita ananizomea babu. Wewe mjinga, unawaza maswala mapenzi ndio maana unachekwa. Mimi mwenzako sina muda na yoyote. Niko muda na pombe yangu, mimi najikubali na jiamini. Ila wewe ni mjinga. Sikia babu mwanangu, mimi mtu ambaye nakutegemea kwa mawazo ni wewe. Naona saa hizi hapo ueleweki, ni pombe kibao. Sikia, wewe una cha kunishauri mzee. Ngoja nicheke mimi. Ilo haina nyingela. Fresh mwanangu. Ilo mbaya sana. Wewe kiume unaogopa nini? Maisha yako hasikujali nani. Wewe unakibamia, wewe unakibononsa kidogo kikubwa. Kunywa pombe enjoy. Nyinga sana. Afu nimekumbuka. Pombe yangu umenisaulisha bana. Nilikuwa na miwani ya mbao. Ningevaa ili nimuone kama ni mchawi au sio mchawi. Ila mbele wote tawakomesha kude dedeki. Wakubwa, imerudi nini shem? Si bora ungerudi shemeji. Mshipa huo. Mshipa tena? Rafiki yako si alikuelezea kwamba mimi alipotea. Sasa kwenye kupita vita zangu huko nikaona nimguse mtu begi ili mazingira arudi, rafiki yako asinicheke. Si nikaopoa mshipa, yani nishapagawa niko ufupi hapa. Haya bana, bye. We kama mbali na mimi unataka msogelee nani? Nakumbuka mara mwisho wa mpumbavu ulipita na wote ukaondoka na mazingira yangu. Sasa umejichanganya. Mimi sasa hivi mimi I'm strong man. Yule jiangalie. Sasa hivi ukijifanya unaniroga umeisha wewe. Leo siangalia kama hivyo. Toka. Ndakupiga na chupa hii mbavu zako. Unanichukulia baridi. Nasemaje? Katika huu mtaa sasa hivi hamna mtu anaweza kunichukulia mazingira wala kunichukulia nini. Hapa I'm a great man. Usirudi tena. Sichezi na nyinyi watoto wachawi.
Fina. Mimi mzima vipi? Nani tena akasema hivyo? Mary. Ni kweli, wewe acha tu. Unajua juzi ulinicheka sana ise. Kwenye harakati za kupita pita hivi. Sasa nikagusa mtu bega. Nikaondoka na shipa ise. Ndio nikakutana na rafiki yangu kana ananicheka cheka tu, nikajua lazima amekuletea umbea. Ila kilichotokea sasa, Alice akajichanganya wakati nimekaa zangu, akaona mimi nabonge la mzigo, kaja kanigusa bega. Yuko huko mbele na zigo lake huko. Mimi sasa niko fresh. Sema ndo mazingira ndo hamna. Yana baba wenyewe na kutafuta mido hapa tukamsaki huyo mshamba. Unakuja? Nitakupigia baadaye tukishamkamata. Hapo basi poa. Baadaye. Baba. Kama kaa mwanangu. Hii ni yenyewe hii. Yenyewe. Mwanangu, sikia mwanangu. Ukumbuke kabisa leo kwao kesho kwetu. Jamani sikizeni basi. Mkimpiga mtamuua na madude yenyewe msiyapate. Watu sikizane basi. Hebu ongeni naye kwanza. Wewe mshamba una nyeti ngapi? Wewe usiseme babu. Kama unaweza kupeleka wapi? Kijana, matatizo yako yakibamia naweza kukusaidia. Nakupa dawa. Sawa. Ila sitaki walimu masharti. Sawa. Sawa. Shika hii ya kunywa. Hakikisha uzingatie hiyo dawa ya kunywa. Shika hii. Hii ya kuoga. Usichanganye hapo. Sawa, nimekuelewa. Endapo ukiharibu masharti, ukimshika mtu bega au ukimpiga kikumbo, zaga zote zinapotea. Sitaki lawama. Zingatia dawa. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Sawa. Ujaribu masharti? Tunazipataje? Mpigie simu. Mpigie basi, tunataka mpigie nani babu? Jazileni simu. Sema kuna sahihi. Taja namba. 07 07 86 63. Haya, ongea naye. Hapa mganga. Mimi ni yule kijana ambaye nilikuja hapo nikachukua dawa ya kibamia. Ndani ya wiki mbili hapa nimeharibu masharti. Wamenikamata sasa hivi eti wamesema wakiendelea kurudi wataniua. Wewe amerudi kweli mwanangu?
Hamna uwezekano ukana kubwa mwana ndogo. Oa amka basi kama amka ujicheke na huko. Baba naomba simu yangu. Unajua mimi niko na ndevi. Ndio mikate. Mimi nishabe makubwa. Hakuna kitu kinanifurahisha ndugu yangu kama wewe kuacha pombe. Yaani kusema kweli ulikuwa unanikwaza sana. Kama siku ile wakati tumekutana kule nikiwa nishaondolewa Mazaga. Haiwezekani ni ndugu yangu na kufuata nije nipate ushauri kwako. Alafu unaniambia maneno kama yale tena ukiwa chakali. Ile liniumiza sana mido. Ila cha kufurahia ama kama umeacha pombe. Nimefurahi sana. Samahani sana ndugu yangu kwa haya yaliyopita, lakini wahenga wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Mimi mpaka sasa hivi nishajua kama wapi niliteleza, wapi nilikuwa sawa, ila na imani sasa hivi tutakuwa tunaishi pamoja, tutakuwa na amani kama ile ya mwanzo. Kwa ukweli wangu hiyo imekaa poa sana, ila kitu kingine ambacho ndio kikubwa ili janga hapa kijijini kwetu, nimefurahi sana lilivyoisha, maana limetutesa sana. Unajua ndugu yangu, yaani wewe unaamka asubuhi kwa vizuri, lakini mtu anakugusa bega ndugu yangu anapotea. Amelichanganya sana ile. Yaani kwa upande wangu mimi swala hili nilipolichukulia, naona mganga ana matatizo na aliyepewa dawa ana matatizo. Maana haiwezekani kabisa kweli nikupe masharti haya, yani nikwambie kabisa masharti haya ni yanaleta mabalaa, na wewe uende ukafanya tena mabalaa. Sasa unatoaje kitu ambacho kina mabalaa? Yeye sawa. Kingine inatakiwa tujifunze kitu kwenye hili, tumwamini sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu hawa waganga hawa ni kweli kuna mambo mengine wanajua, kwa sababu wanatumia mitishamba na tumeaminishwa kwamba mitishamba ni dawa. Sawa, sikatai, lakini huwezi kumpa mtu kitu ambacho unajua kabisa akikikosea kinaleta madhara kwa jamii. Hii imagine kijiji kizima kila mtu anapotea. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Kwangu mimi nashukuru ilivyoisha, na kuanzia sasa mimi namrudia muumba wangu. Kusema ukweli, mimi na waganga wa kienyeji na kuwaamini waganga wa kienyeji ni tofauti kabisa. Yani hivi karibuni nina mpango mzuri sana, natarajia nioe, ili kwa sababu najua nikioa mwanamke atanituliza na nitakuwa katika misimamo mizuri kabisa ya dini. Bwana unataka kuoa? Hizi ni habari njema Milozi. Wewe usitoe. Subscribe hapo kwa chini, comment, like, share. Kama una ujumbe wowote tutumie hapa kwenye comment, tutazisoma. Wapi tuongeze, wapi tupunguze. Pia kama una maoni binafsi, namba hizi hapa hizi, unaweza pia ukatutumia chochote kitu. Usisahau namba ndo hizi hapa hizi. Tupate kidogo kaudambu. Asanteni sana, karibuni sana Extra Film. Kwa majina naitwa Shomi.